Usiseme hivyo, Mungu kashaandika hata kama vipi. Ilikuwa ishapita kalamu. Ni mtoto ambao kuwa ni mchangamfu. Kwa hiyo imeumiza kiasi fulani, na nimepata taarifa asubuhi nilikuwa narudi kutafuta kitoweo. Kufika njiani pale nikaambiwa hata kuna msiba. Sasa nilikuwa sijajua kitu gani, nikaambiwa kuna mtoto kajinyonga kwa Bikiembe. Na nilipopata taarifa kusema kweli nimehuzunika sana. Sema Mwenyezi Mungu akishaandika muda kufika unafika. Na tuwe na uangalifu na watoto wetu. Hatujui alikuwa na tatizo gani, pengine alikuwa mgonjwa, japo tunasikia kama ni mgonjwa lakini hatuna uhakika. Na kwa vile mtoto kaja, bibi yake hajui kama alikuwa na matatizo hayo. Lakini pia kama muda ukifika ni lazima tu tutakwenda, na tunatakiwa wazee tuwe uangalifu. Na kama wasiwasi kaja na yeye tena ndo ikawa anakaa naye na kwenda kazini akirudi. Sasa akimwacha yeye tunamshughulikia sia. Ikawa ndo tunamwangalia asubuhi katika kuamka leo ndo tukamkenda nikamchukulia mswaki akajiswaki chooni kule. Wakati wa kumaliza akaja ndani kulala. Sasa katika kulala hivi lakini ndio mie ninashughulika huko naosha vyombo na nini. Naja mbona mtoto naona kimya. Nikashituka kumwangalia ndani kumbe kashajitundika. Sina habari muda wote mimi nakosha vyombo tu. Ndio mimi ndo sikuelewa chochote, nilikuja mshtukizia tu ile pasi ndo ilikuwa ndo silaha yake ya kujifanya aitundike juu ili mimi nimefumania pasi kashaifunga. Pasi kawaida kwa imo. Ndio nimefumania tu hivi baada ya kumtafuta yani. Na baada ya kushakuona hiyo hali wewe ulichukua hatua gani? Niliona nitafute wenzangu tu. Maana ilikuwa wengine wapo wamelala hawana habari kwa kweli. Kitu tusifiche. Sasa hivi hapa watu wameshapata muktasari kila kitu, na yeye amekuja juzi kutoka Unguja. Kwa hiyo hali ndio iko hapo. Kwa hiyo baba yake na mama yake wako Unguja. Lakini hapa pia pana familia yake, na si mara ya kwanza kuja hii. Kishakuja zaidi ya mara 3-4. Kwa hiyo hali ndio iko hapo.